Swala la kimataifa. Hebu wao bwana watu wachie Azam na Yanga. Sasa hivi amekuja mmoja wa Azam na huyu wa Yanga. Hebu wabishane. Sisi hatuko kwenye ligi tena. Kimataifa Wao hawana, wameenda wapi? Tunapa mzigo mzito. Mwaka robo mara 6. Wao mwaka nini? Mwaka raundi ya kwanza. Hebu uliza swali. Na mabebi bila sisi wao wataenda. Shabiki msikize shabiki wa Azam anasema Azam hayumo kwenye kimataifa. Anasema bila wao mtaenda huko. Wapi? Kwani kimataifa yeye katubeba kivipi? Sisi tunacheza ligi unapata kucheza point, ligi. Tukicheza ligi si ndio wanapata point ndio wanaenda. Sisi tukijitoa watacheza na nani? Tutaenda hata ushiriki. Mbona Sudani wapo wale wanashiriki lakini hamna ligi? Sudani hamna ligi lakini wanashiriki kwa Hilali. Waliendaje? Wanateuliwa tu. Hata sisi tutateuliwa kama nyie. Bwana, hii bwana michezoni. Kwanza leo tuna jambo letu. Njoo, hebu pisha Azam hapa. Pisha Azam hapa. Azam hebu kaa hapa kidogo. Yanga naanza. Yanga naanza. Sasa hapa tunarudi ligi kuu Tanzania bara. Azamu wanacheza na Yanga. Wache wale watu wanaenda kuzurura kija bingwa kashatangazwa. Sasa sijui atafanya nini huko. Kule watakuwa wamekosa na huko wamekosa. Wewe unajua leo tunamrudia jamaa yetu hapa. Mchezo wa kwanza nyie mlichukua pointi 3 na leo tunachukua 3 tena mwambie. Tunachukua 3. Leo tunawapiga mapema kope. Wanajua hata unaona hata macho yake anajua kwamba tunampiga. Na msikilizia huyu bwana. Unajua kwa sababu gani? Mimi nina raha kwa sababu mimi timu yangu ya starehe. Nashinda nampiga pale nachukua kwa sababu adui yangu mkubwa ni kwanza ni huyu. Kumbe ndio maana wananepa una raha. Sisi tuna raha vitu vyote starehe. Sisi soka burudani inaendelea. Na hawa watu wa Yanga wanajua kwamba mfupa wa Azam ni mgumu hawezi kuula. Alafu hawa na wapiga na scream za baridi na kipindi cha baridi watakula. Kaka unavyoona hivi leo mpaka ikiwa saa 12 kamili maana ubingwa tunataka tutangazie kwa Azam. Yaani leo ndio tunatangazia ubingwa. Tukishamaliza hapo tushamaliza. Ni ngumu. Kuna mzururaji mmoja. Hiyo ni ngumu. Hawawezi. Bingwa biashara imeisha. Na wanajua pointi 3 wanachukua. Sisi sio Simba mlikimbiana. Sisi tunakuja uwanja hata mzime taa, sisi tunawashiwa, tunapiga mazoezi kwa taa za gari, tunaingia uwanja tunachukua pointi 3. Azam haijaundwa kwa sababu ya kuja kutafuta ubingwa Tanzania wala nini. Ile ni timu tu imeundwa kwa sababu ya kuburudisha wafanyakazi viwandani na nini, lakini sio washindani kivile. Kwa hiyo hata leo akija uwanjani, leo ungekuwa na kocha namba za kocha wake wa Azam. Mpigie bwana vipi leo bwana? Mnamuita nani ndugu yangu? Aitwa Rashid Taus. Leo atakuwa kasuku. Tunaua. Sisi tunaua. Mapema hayo ni kasuku. Wala tuwawazi. Unajua Yanga ni timu tu ya kawaida. Watu tu wanaogopa kwa sababu ya uchawi wao. Ndio maana sisi walivomwilika pale tukawakuta wameweka makorokoro yao wakahama uwanja. Lakini tukamwambia vipi kwa sababu sisi tuna uwanja wetu, mtarudi kwa lazima mtakuja kucheza. Hawa hawana uwanja. Wanakaa viwanja vya manispaa. Sisi kiwanja chetu, watakuja nyumbani, tutawatuliza, tutawakaribisha, watakula ice cream wakimaliza tunagonga. Bahati nzuri ni kweli hatukatae katika hilo. Viwanja anavyo. Lakini vyo ungekuja kulalia tu hapa hana kazi navyo. Yaani unaweza ukapewa pale wanasema mahali penye miti mingi hamna wajenzi. Sasa ndio kama Azam. Kweli wana kila kitu. Kaka wamejenga nyumba za makuti. Mwezi kinyesha wao kwenye matatizo vile vile. Kwa hiyo tunachoambia Azamu sisi tu yani wacheze kwa sababu hakuna sababu ya kutokucheza leo. Lakini ukamuuliza Tatausi leo. Bwana vipi ngoja kwambia bwana tunapunguza hata kama sipofika 5. Angalau yafike 3. Yaani goli 3 ndio hizo zitakuwa zinamhusu bwana. Jengeni uwanja kwenye 5. Shabiki wa Azam FC wanasema Yanga msimu huu afungwi mara 2. Wamefanya hivyo kwa Tabora. Wewe unachomokaje leo? Sisi sio Tabora, usifananishe na wale ni waganga njaa. Sisi mpira tunajua, pale ni chuo, wewe mwenyewe unajua ile pale academy tunafundisha watu wanajua mpira. Haya mambo ya figisu zingine za Simba na Yanga uwanjani zisikusumbue. Sisi tunacheza mpira, tukifungwa huwa tunafungwa kweli, tukishinda tunashinda kweli. Kwani mpira burudani? Burudani inaendelea. Yeye mshindani na mtu yoyote. Yaani akija mtu vibaya tunampiga, tunamkanda. Hata aje vibaya. Huyu ashakuja vibaya anajua. Anakuja nyumbani. Tutamkaribisha. Sawa, tunawapiga. Tukimaliza tunapumzika. Wanasema hivi wakati huu kuna baridi. Ice cream simkauzie wapi? Zinaganda vizuri. Ndio zinaganda vizuri. Haziliwi. Zinaliwa, nani kakwambia? Utaacha kula kitu kitamu. Unaachaje? Nani yale kitu cha baridi wakati kuna baridi? Ukikosa ice cream utakula chapati.
chapati sizipo. Sasa kuna mtu anakataa chapati au maandazi? Sisi tuna bidhaa nyingi. Shabiki wa Yanga akasema timu yenu ya Azam ni timu ya viwandani tu. Kwa ajili ya burudani. Kwani pale sisi uwanjani kuna kiwanda? Kiwanda cha mpira mwambie. Hicho ni kiwanda cha mpira kinazalisha. Hata yeye mwenyewe anajua. Ndio maana sisi wachezaji tukiwataka hata kwao tunachukua tunaweka pale. Alafu akichoka tunawasukumia. Kama tulipowapa kina Shua Boy na wengine, yani tunawasukumia. Anambia chukueni hao. Chukueni kapi hizo, sisi tunarudi na vitu vipya. Hao kazi yao kuokota. Umemsikia shabiki wa Azam anatamba. Huyo ana kipi kwa sababu bahati nzuri hata kocha kama nilivyotangulia kukwambia kwamba kocha akamuuliza bwana leo koja atakwambia bwana hawa jamani mbwa mwitu ambao wenye njaa sio kati ya mwezi mzima. Kwa hiyo tunachotaka ukifanya sisi tupunguze idadi ya magoli kwa sababu magoli tukiangalia ni mengi. Angalia toka kila kichungulia nakuta yako 5 yako 4 tupunguze hata afike 3 au 2. Lakini ikifika mawili sisi tunashukuru Mungu inatosha kabisa. Kwa sababu sisi hatuko kwenye ushindani. Yaani Azam hayuko kwenye ushindani hata siku moja. Kwa hiyo atake asitake. Kwa sababu ubingwa wetu sisi kwa Azam tunataka tuchukue leo tutangaze ubingwa leo. Huko mbele kutaweza mechi za grafiki. Anasema mtake msitake mtafungwa. Hao wana mawazo kwa sababu gani? Goli 2 alizojitabiria ndio tunampiga yeye leo. Kwanza kabisa anamjua mfungaji wao. Yule walisema sisi tunataka tucheze na malaika sijui nini. Tukamwambia sisi malaika tunaye anaitwa Jibril Sila mtoa roho akawawekea. Sasa hajaondoka bado yupo. Na wao wanajua. Eti wanao malaika yule Jibril Sila. Kaka huyo malaika wa leo atakuwa anatumwa kila mahali aendi. Aende mahali. Kwamba anasema malaika atagoma leo. Hawezi kugoma. Ashakula vitu vizuri anagomaji. Anashuka tu anakuja kazi tuliyomtuma anamaliza. Kama kawaida. Malaika anaye kushindwa na kazi aliyotumwa. Wakileta jeuri wenzao tuliwapiga 5 kwa jeuri zao na mdomo huo. Kwa Simba tuliwapiga 5. Kwa hiyo unakubali kwamba alipigwa kubali kwamba Simba alipigwa 5. Sema sana wewe. Simba Nungwi. Ndio kwa hiyo Simba wajua sisi kule Nungwi ndio kwetu. Simba waje kazi yenu. Sio kazi yenu. Kwani kilichoondoa uwanja Chamazi ni nini? Nani? Nasema hivi. Vile vibuyu vyenu vilimulika. Kwa hiyo kama tawaloga tawafunga si ndio? Haruhusu kuingia uwanjani. Mje mfanye mazoezi muondoke. Mkishamaliza kufanya mazoezi asubuhi, jioni tukutane. Hakuna kuchimbia vitu. Hakuna uwanja una carpet tuchimbie. Chimbia uwanja wenye carpet. Wanasema kilichokufanya uondoke Chamazi nini? Ndio kwenye ule uwanja. Ndugu yangu masaa yanahesabika kuanzia sasa hivi. Ingefaa kesho ukapita tena hapa. Ukamuuliza bwana kwamba mbona zile goli 3 umeziruhusu ilikuwa kuaje? Atatafuta sababu nyingine. Maana goli ziko 3. Utaona huyo jamaa haji. Mmoja hapa atakafunga ni jamaa kutoka pale wanaita Pins. Dube. Atafunga anajua njia zenu. Hatufungi tena. Kwamba Dube afungi. Hawezi tena. Kwani siku ile alikuwepo tukiwa kanda? Kwani alikuwa hayupo? Si alikuwepo na huyo alikuwa anajua. Kaka ile timu juzi kwenye mechaga mmoja amecheza mtori fulani ambaye sije kuona huko duniani. Sasa timu namna hii wanavaa ile na Singida Black Star. Kaka alicheza mtori sije kuona bwana. Sasa kaza mechi hii amecheza mechi hii hivi kwa mchezo huu. Akakutana na vijana ambao wanatawanyika wanagusa alafu ana shughuli na mpira anaenda kusubiria pale. Huyu anapigwa goli ngapi huyu mtu? Kaka 5 tena ni idadi ndogo nimemtajia huyu. Yaani nikikumbuka magoli hata anataka kucheza. Ni mvua magoli. Kuna mtu anaitwa kaka kuna mkongo yuko pale bwana Ikangalombo Ikangaboli Ikanga speed hana mambo mengi akifika anasubiria kwenye njia mzee ana kaka mimi na goli kibao namuita nani yule tuna magoli kipa wengi taja unamtaka eti anataka ule Mudi yule Mohamed wote wanajua wale ni magolikipa sio wa mchezo. Wala golikipa namba 2 ndio huyo mmoja akiumwa wameliwa. Sasa sisi tunawaambia hivi, mechi tuliocheza sisi tulicheza katika mazingira tumetoka kucheza kwenye tope kule na Ken Goldi. Tumetoka tumechoka. Tukasafiri na basi tukaingia Singida. Singida walikuwa wanakamia. Ile Yanga B wanajua hao. Walikuwa lazima wakamie wale watoto wao walioweka kule. Sasa sisi tunawaambia hivi, wanajua pale mbele kuna Zidane Sereli yuko tamaliza mchezo. Yuko pale Jibril Sila yuko pale. Yuko Hamduni. Wanajua sisi tuna vifaa pale mbele. Ni hatari. Kaka kuna mmoja pale kapandisha cheo kutoka kwenye koplo.
kwenda kwenye Sergeant. Kaka mimi sisemi kitu. Wanasema game ya kwanza Ana uwezo huyo koplo game ya kwanza kipindi kile akiwa koplo alipewa kadi nyekundu mapema. Lakini pita. Huyo mkabaji wao alizungushwa, alipozungushwa kaanguka chini akatambaa na mikono. Tukapitia goli. Akiwa hapo. Ile ni mgambo kwetu. Sergeant kama mgambo kwanza. Wamemtathmini. Sema tu hata vyo vya kijeshi Azam havijui, ndio maana anavitamka mgambo. Amekuuliza eti jeshi gani hilo? Jeshi la nchi na wananchi wa Tanzania. La Zanzibar. Vikosi vya kuzuia rushwa kwa bandarini. Baharini unasema mwanajeshi. Wale katika kuchunga karafuu isipite. Yaani magendo, naitwa kikosi cha magendo, ulikiona wapi? Kikosi cha kupambana na magendo. Magendo baharini. Sasa niko wapi? Ni muogeleaji. Ni muogeleaji. Na ndio maana tulimpiga chenga kagaragara. Kaka nilipokuambia, yani narudia tena kile. Azamu hakuwa ni timu, yani unacheza nao unafanana kama unacheza na Kagera Sugar. Tofauti tu ni mavazi yatakuwa yanatofautiana. Yani hiyo ndio tofauti kati ya Azam na Kagera. Kwa sababu sasa hivi sisi kuna kitu tunahitaji kwao, lazima wakitoe. Take usitake. Hata sisi tunahitaji hizo pointi 3 kwa sababu tunataka kushiriki kimataifa. Taka msitake mtatoa kwa sababu pointi 3 tunataka kimataifa, lazima tuende. Kwa hiyo ukichukua pointi 3 itakuwa 6 sasa. Tayari tunaenda. Kwani mwaka jana tulienda? Tunashindana na Simba. Wewe tumetoka sasa. Wewe ulitoka kama mimi, tulia. Mimi nilikuwa nacheza klabu bingwa. Wewe usinicheke, wewe ulitoka tu. Wale wamekutana. Wewe mimi na wewe tukae tutulie tupambanie ligi. Tulitoka wote. Anachosema kutoka. Nilikwambia hivi, narudia tena. Ili heshima iwepo, mlete kombe hapa. Ukinicheka mimi, kombe la ligi tumechukua. Si makombe yote tushachukua ya Tanzania. Kasoro la klabu bingwa na shirikisho tu basi. Siku mtakapoleta hapa ndo hamtatucheka. Kwa hiyo shirikisho hivyo nasema tu, tuko sawa, mshiriki tu mara nyingi. Lakini mleta kombe hapa. Leta kombe ili uwe kidume. Basi subiria. Kwa hiyo wewe shabiki wa Azam, ni kwamba pointi zako leo, alafu ndo tutazungumza basi. Pointi zake leo muhimu kwetu. Yanga wameanzishwa miaka 90 iliyopita huko. Hawana kombe lolote la klabu bingwa wameleta wala shirikisho. Tuko nao sawa. Japo mimi wa juzi. Lakini hawezi kututambia. Wakitutambia nisikolete kombe. Klabu bingwa au shirikisho, tutakuwa level yao tofauti na ya kwetu. Lakini kwa sasa tuko level sawa. Kwa hiyo hapa nyumbani wewe shabiki wa Azam unasema kila kombe umechukua. Kama wao. Waambie kombe gani mimi sijabeba. Ataje. Ayeni hivi kombe amepewa tu kama vile kuonjanja kama Suna, lakini vikombe hivi vya klabu bingwa Tanzania kaka vimejaa pale Jangwani. Nimekuuliza kombe gani ambalo sisi tujachukua? Yaani wamekuuliza kombe gani ambalo wewe unalo? Hana. Kaka mimi nina medali kaka ya kafu. Medali. Hata wakimbiaji na medali ya medali. Kuvaa medali hata wakimbiaji wanavaa medali. Medali gani? Sasa yeye mngemwambia naye akimbia hizo mbio anazokimbia yeye, avae hiyo medali. Mbona hana? Sema kitu ambacho hana. Medali hana. Nyingi tu. Medali ya nani tu? Sasa medali ni kombe. Medali ni kombe. Niongambie ni medali. Nafasi yapi? Duniani imetambia medali kama sio Yanga. Mafanikio hayo. Yaani hakuna mafanikio ya medali duniani. Mafanikio yako kwenye kitu kimoja tu, kunyanyua kwapa kombe. Ndio hauwezi kukaa mbele za watu kusema nimebeba medali. Huo ni ujinga. Leo kuna jamaa zako wameshinda jana ambao wanaenda nusu finali. Kwa hiyo wasitambie nafasi yako na nusu finali. Wakileta kombe heshima itakuwepo. Lakini kama hawajaleta tunafanana. Yaani msimamo wa Azam kwa shabiki wao wanasema kwamba leteni kombe. Ili awaheshimu, leta kombe. Mlete kombe. Na siku mkileta kombe na sisi tutaleta. Ala msingi mimi katika yote. Yaani pointi za leo acha kuimbisha mabda. Mimi leo nichukue pointi zake 3 ili nitangaze ubingwa wangu leo. Ili sasa nibaki kwa salama. Au wazoraji wengine walobaki wakija kutasha tangazwa bingwa, watajua makombe na kwenda kushiriki. Maana kuna zura wengine wameenda kuzura huko. Mwisho wakija watakwambia nilitoka Afrika Kusini, sijui wapi. Ule kuzurura. Tuwai asubuhi hapa Yanga. Amemaliza huyu shabiki wa Yanga amemaliza akisema anataka pointi 3. Wewe unasemaje? Mimi nazitaka pointi 3 kwa sababu ni muhimu, kwa sababu nataka kushiriki klabu shirikisho. Wewe lazima 3 zichukue. Singida yuko nyuma yangu, siwezi kuziachia. Leo lazima atakufa mtu uwanjani. Leo atakufa mtu uwanjani.